الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الشرف العظيم. وبعد. Katika sehemu hii na hapa ambapo nimesimama tena kwa mara nyingine siku ya leo, inanikumbusha katika masiku ambayo tulikuwa tunakaribia kuingia mwezi wa Ramadhani mwaka kadhaa uliopita, na leo tena tumepata fursa ile ile dhahabia kusimama tena mahala hapa. Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala athari nyingi zinazoendelea katika ardhi hii ya Tazari zilizokuwa za kheri asipunguze katika hasanati, mema yake, kheri zake, ila akatupatie kwazo siku ya Kiyama. Amin, amin, amin. Wakati huu mdogo ambao nimeupata kwa hapa siku ya leo na kwa nyakati hizi, nataka tuzungumze pamoja nanyi. Nataka kuzichukua fikra zenu, nataka kuzikamata kwa uzuri kabisa akili zenu, na kukukumbusheni jambo ambalo ulimwengu tunaoishi ndani yake kwa hakika jambo hilo wengi sisi tumelikosa, na ni jambo ambalo limekuwa ahamu fi mujtamaati almuslimin, limekuwa jambo muhimu katika mkusanyiko wa Waislamu. Hii Zanzibar tunaishi, Tanzania tunayoishi, bara Afrika ndani yake, bali hata ukienda Samarkanda au ukifika Italia au ukifika Amerika au Misri au popote patakapokuwa, jambo hili ambalo nataka nikueleze siku ya leo, wallahi huko kote kama kuna 100% kwa jambo hilo, basi 0.5% ndilo linamilikiwa jambo hilo. Bali ukisikia maskani nyingi zimevunjika za watu, ukisikia nyumba nyingi za watu zimevunjika, na ukisikia maofisi mengi yameanguka, na bali usuhuba, urafiki wa wawili au watatu au zaidi umevunjika, kwa sababu katikati yake kuna jambo hili peke yake limekosekanwa. Nadhani tayari ushakuwa una masala, jambo gani hili lina uwezo wa kuangusha ulimwengu, lina uwezo wa kuangusha hata usuhuba wa watu, lina uwezo wa kuangusha mpaka nyumba. Nadhani tayari suala hili lina rang katika kichwa chako, na sikia jambo hili utalidogosha na utalipa thamani juu ya uzito wake, lakini ni jambo zito zaidi kushinda kitu chochote. Sasa nataka airuni adhanan wa'iya, airuni adhanan saghiya wa qalban wa'iya, laqad analtuka udhunan ghayra wa'iyatin farubba mustami'in wa qalbun fi samani. Naombeni munipe masikio yenu ya nyoyo. Wanasema adhanu qulubikum qabla adhanu jawarikum, nipeni masikio yenu ya nyoyo ili jambo hili liingie kwenye nyoyo zenu kama vile lilivyotoka katika mazingira ya Waislamu. Nataka tulikamati na kwenda kulifanyia kazi. Hizi jamii zizidi kuwa nzuri, urafiki uzidi kuwa mzuri, nyumba zizidi kuwa nzuri, bali nchi kwa ujumla wake, na hata kila mahala kwa ulimwengu huu, basi jambo hili lizidi kupata uzuri. Nyote nyinyi katika mliokusanyika hapa pamoja nami mzungumzaji, tukiamua kulifanyia kazi jambo hilo, wallahi tutautengeneza umma wa Kiislamu. Tulia kimya na utulize sikio lako ili upate kufahamu ninachokwambia. Ni jambo gani hilo? Al-amana. Ni jambo la amana, uaminifu. Kabla hujalidogosha, kwanza endelea kunisikiliza, kwa sababu tayari najua ushalidogosha. Kumbe uaminifu kitu chenyewe hiko kikubwa kiasi gani, kina uzito gani? Uaminifu ni uaminifu, na jambo ni jambo tu. La, kabla hujamaliza kushtaki, subiri nimalize kuzungumza, na utaona uzito wa uaminifu. Na muomba Allah nikadirishe kinywa changu kuweza kuzungumza kwa ufasaha uweze kufahamu Uislamu. Wallahi kuna amanatul ibada na kuna amanatul amal. Kuna amana za ibada na kuna amana za
kitendo cha uaminifu. Unapofunga basi unaonyesha uaminifu wako kwa Allah. Unapotoa zaka unaonyesha uaminifu wako kwa Allah. Unapofanya hija unaonyesha uaminifu wako kwa Allah. Na kila jambo zuri, kila jambo jema unapolitenda, hakika unaonyesha uaminifu wa Allah kwa Allah, kwa sababu hayo matendo ni ibada. Na ndio maana amana ni kitu kinachotakikana kuhifadhiwa, kwa sababu pasipokuwa na hifadhi mahala hapo hapana amana. Ndio maana mmoja katika Waarabu wenye hikma alikuwa anasema, idha almar'u lam yalbath thiyaban min at-tuqa taqallaba uryanan walau kana kasiyan, wa khayru khilal al-mar'i hifdhu amanati wa sidqu hadithin in naqta wada'iha. Anasema katika lugha fasaha ya kwamba mtu asipovaa vazi la uchamungu, asipojitwika vazi la uchamungu, atakuwa ni mtupu hata kama kavaa nguo, lakini maadamu hana uchamungu, huyo hana kheri yoyote. Sasa na mtu mzuri ni upi? Aliyekuwa anaonekana ni bora mbele ya Allah licha ya uchamungu aliyokuwa nao. Hifdhu amana ni yule mtu ambaye anahifadhi amana, ule uaminifu, kwa sababu amana tumekabidhiwa nazo sisi. Ona hata Allah anasema hafidhu ala salawatikum, zihifadhini sala zenu. Hii ni amana, kuhifadhi ile sala. Katika aya sura nyingine Mwenyezi Mungu anasema vipi? walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun. Unaona kitu kinacha amana, maana hifdhu amana, unahifadhi ile amana ili siku moja ukija ukiulizwa useme ya Rabbi, tizama mimi nilikuwa ni mwadilifu na muaminifu katika vile ambavyo umenipa. Kwa sababu amana ilipoletwa ardhini, Mwenyezi Mungu amana aliipeleka kwa majabali. Majabali wakasema hatuwezi kubeba amana. Akaipeleka amana, akaipeleka kwa ardhi. Ardhi ikasema hatuwezi kubeba amana. Ikatolewa ikapelekwa kwa mbingu. Mbingu ikasema hatuwezi kubeba amana. Allah akaichukua amana akamwambia mwanadamu, vipi utaweza kuibeba amana? Mwanadamu akasema nipe mimi, naweza kuibeba. Allah anasema katika Qur'an, inna aradna al-amana إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. mwanadamu amejidhulumu, yakakubali kuibeba amana, wakati mbingu zina nguvu kuliko sisi, ardhi ina nguvu kutuliko, majabali yana nguvu kutuliko. Vyote hata kama vimekuwa kwetu tumewepesishiwa kwavyo, lakini bado vina nguvu kutuliko. Vimesema kumwambia Allah, amana hatuwezi kuibeba. Mwanadamu akasema nipe mimi. Kisa hichi kilitokea kwa Nabii Adam. Nabii Adam wakati amepatana na kesi ya watoto wake wawili, Habil na Qabil, wakiwa wanamwania dada mmoja ambaye ni dada wa Qabil. Qabil ni kaka mkubwa, na ilikuwa ni mafrudh kwamba Qabil amuoe dada wa Habil na Habil amuoe dada wa Qabil. Lakini Qabil hakumpenda dada wa Habil, kwa hiyo hakuwa anataka kumuoa dadake, bali alitaka kumuoa dadake aliyetoka naye katika tumbo moja, na kitendo hicho ilikuwa si sunna ya Adam. Sasa Adam akaambiwa na Allah, ya Adam, ala ta'lamu anna li arda au anna li baytan fi ardi, hivi Adam hujui kwamba ardhini mimi nina nyumba? Akamwambia ya Rabbi, aina huwa, iko wapi hiyo nyumba? Mwenyezi Mungu akamwambia fi Makkah, nenda katika ardhi ya Makkah, hiyo nyumba yangu mimi iko pale. Anasema laqad ja'altu li baytan fi dunya kama ja'altu li nafsi baytan fi as-sama. Mimi duniani nina nyumba kama nilivyokuwa nina nyumba huko mbinguni. Mbinguni kuna nyumba inaitwa Baitul Ma'mur, na Mtume anasema kila siku katika Baitul Ma'mur yadkhulu fihi 70,000 malaki. Kila siku kwenye nyumba hii ya Baitul Ma'mur wanaingia malaika 70,000, walam yakhruju, wala hawatoki tena ila an taquma as-sa'a. Na ardhini nyumba yake ni Kaaba tukufu. Mtume Adam anaambiwa nenda pale, lakini wakati ule anaondoka Adam kwenda huko kupeleka kafara ili apate kujua nani mwenye haki ya kumuoa dadake. Basi Adam akamwambia, akaiambia mbingu, ya ayatuha sama, ewe mbingu, undhuri auladi bil amana, watizame watoto wangu kwa amana, nakupa mbingu. Mbingu ikasema la, siwezi Adam kazi hiyo. Nabii Adam akaiambia ardhi, undhuri auladi bil amana, watizame watoto wangu kwa amana. Ardhi ikasema la. Majabali yakaambiwa na Nabii Adam, undhuri auladi bil amana, watizameni watoto wangu kwa amana. Majabali nayo yakasema la.
Nabii Adam akamfuata mtoto wake Qabil ambaye alikuwa akbar min Habil, ni mkubwa kumliko Habil. Akamwambia ya Qabil, انظر هؤلاء إخوتك بالأمانة watizame hawa ndugu zako kwa amana. Qabil akamwambia babake, la takhaf, usikhofie, fa innaka tadhhab wa ta'ud wa satajidu ahlaka kama yasufun, wallahi utakwenda utarudi utawakuta wako na amani kabisa, wewe nenda. Qabil akamtizama Habil akamwambia, ana wasaya abi, we Habil, huwezi kunishinda mimi katika competition hii. Mimi ndo nina haki ya kumwoa dadangu nilizaliwa naye pamoja, wewe huna haki. Mimi ni wasia wa baba, wa ana akbaru minka wa ana ahqqu bisiwaji ukhti mink. Mimi ndo nina haki ya kumwoa dadangu kukuliko wewe. Tulia, tusubiri baba akirudi kupeleka kafara kwa Allah. Naye kutokea hizi hadithi nyingine, lakini nataka kukuonyesha amana ni kitu gani. Na nani aliyekabidhiwa amana? Alikuwa ni mwanadamu, innahu kana dhaluman jahula. Kwa hiyo kuna amana za ibada na kuna amana za matendo. Matendo tunavyoamiliana, tunavyoishi pamoja, tunavyokaa, tunavyokutana, tunavyofanya kazi, kila kitu katika hayo yanahitaji uaminifu. Kwa sababu uaminifu ndio ngao. Hutakiwi kuishi na mwenzako kadhuban, ukawa wewe ni mkhaini, ukawa wewe ni mdanganyifu mbele yake, wewe utakuwa sio mwaminifu. Na mtu sio mwaminifu ni mnafiki, kwa sababu Mtume anasema alamatul munafiqu thalatha, idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana. Mtu mnafiki ana sifa tatu: moja, anazungumza akisema uongo; pili, akitoa ahadi si kweli; lakini la tatu, akiaminiwa yeye huwa anafanya mambo kinyume nyume. Huyu mtu ukimwona hivi ni mnafiki. Lete kitu fulani saa 2 za asubuhi, yeye atafanya mambo yake, atakuja nacho saa 5. Huyu mtu tayari kakosa amana, si mwaminifu. Na kukabidhi mali yangu, hii mali yangu ishi nao vizuri mpaka nikirudi safarini. Anarudi safarini na mwambia, nipe ile mali yangu iliyokupa, wallahi nilitumia. Huyu si mwaminifu. Sasa amana ni kule kuchunga na kuhifadhi kile kitu umepewa kwa uaminifu. Umepewa ukaonekana wewe utatekeleza kwa ubora wa kiwango. Hii ndio amana, na huu ndio uaminifu unakuwa unatekana. Sasa hebu tujichunguze katika sisi, ni wangapi waaminifu baadhi yetu kwa baadhi nyingine. Katika huu ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuna muaminifu wa umma huu ambaye kasajiliwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mpaka mtume anasema kutangaza kuambia sahaba waliobakia, inna likulli ummatin aminun wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaida. Katika kila umma kuna muaminifu wake, lakini ummati Muhammad muaminifu wake ni Abu Ubaida Amir ibn Abdullah ibn al-Jarrah. Bona anatumwa Abu Ubaida aende zake Bahrain, yati bijizyatiha, alete kodi kutoka Bahrain, makusanyo fedha, dinar wa qintar wa dhahab wa fidda. Kule katika ardhi ya Bahrain wakati ule ilikuwa ni capital city, akienda kukusanya fedha, akienda kukusanya kodi, wallahi ataingiza kitu kingi zaidi kuliko matarajio. Lakini ameaminiwa Abu Ubaida, mtume anamwambia nenda kalete kodi yake, na akarudi Abu Ubaida akiwa kabeba qintaran min dhahab wa fidda. Subhanallah. Na siku zote tunatambua almalu mayyan والفلوس تغير النفوس. mali inaghuri na mahela yanabadilisha mioyo, lakini moyo wa Abu Ubaida kwa uaminifu aliokuwa nao hakutaka ubadilike, karejesha amana aliyoaminiwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpaka maansari walisikia Abu Ubaida qadima bi shay'in min al-Bahrain fawafu salat al-fajr. Maansari waliposikia mtume Bahrain, Abu Ubaida amerudi kutoka Bahrain, wallahi salat al-fajr walijazana, kwa sababu wanajua kama Abu Ubaida karudi na kitu kutoka Bahrain, basi lazima atakuja na lukma Aisha min al-ta'am. Mpaka mtume anawauliza, ya jamaa, kukusanyika kwenu kote huku, adhunnu qad sami'tum anna Abu Ubaida qadima bi shay'in min al-Bahrain. Nadhani mmekusanyika hivi kwa sababu mmesikia Abu Ubaida karudi na kitu kutoka Bahrain. Wakasema, ajali ya Rasulullah, ni kweli mtume. Mtume akawaambia, abshiru wa aminu ma yasurkum, wallahi ma al-faqru akhsha alaykum walakin akhsha alaykum an tubsata ad-dunya alaykum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakakum Allah kama ahlakahum. Wallahi mimi siogopi nyinyi kuwa mafukara, naogopa msije mkaangamizwa na ulimwengu wenu. Alikuwa ni Abu Ubaida, ameaminiwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mu'taman la yakhun, na muaminifu hafai khiana. Mmoja alikuwa anasema, adil amanata wal khiyanata fajtanib wa'dil wala tarda al khiyanata muthiba, fa idha al amin takhallafat akhlaquhu saqatat makanatuhu wa sara mu'athiba. Anasema katika maneno yake hikma, anasema fanya amana, tekeleza amana, wacha mambo ya udanganyifu. Mtume hakututaka sisi tuwe waongo, mpaka akimwambia kijana wake Anas ibn Malik, anamwambia Anas, idha asbahta hatta
وليس على قلبك غش لأحد فافعل إن ذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Ukiwa si mdanganyifu Anas, dumu na tabia ya kutokuwa danganya watu. Wallahi hiyo ni sunna yangu, na ukepusha utakuwa na mimi siku ya kiyama peponi. Tunamwomba Allah tukutanishe na Mtume Muhammad peponi. Kitu nini kinaitwa amana, uaminifu? Leo oneni nyumba zilizobomoka, huenda mume au mke mmoja katika wao alikuwa si mwaminifu, na Mtume anasema katika hadithi, laysa minna man khabbaba imra'atahu, si katika sisi mwenye kumhadaa na kumdanganya mke wake akaondoa uaminifu kwa mke wake, si katika sisi. Kafuliwa imani mtu namna kama hiyo. Mtu yuko na mambo ambayo hayafai katika Uislamu, anakuja kudanganya kwenye nyumba, hakuwa mwaminifu. Au mke anafanya mambo na vituko visivyofaa, anakuja kuleta pale mambo ambayo hayaleti kheri. Kwa hiyo yote hii tunathibitisha kwamba amana, uaminifu ndio kitu ghali katika haya maisha, ambapo kila mmoja katika yetu sisi anahitajika kuweza kudumisha katika maisha yake kitu kinachoitwa uaminifu. Kwa hiyo tutulie zaidi ili sauti yangu ifike mbali. Sauti yangu bado ya kijana, lakini inahitaji kwenda mbali zaidi. Kwa hiyo uaminifu ni kitu ghali katika maisha yetu, lazima tudumishe hili. Namtaja tena Abu Ubaida kwenu nyinyi. Abu Ubaida Amir ibn Abdullah ibn al-Jarrah alitoka, walikuja Manasara ni Wakristo, walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Manasara walipofika kwa Mtume wakamwambia, ya Muhammad, ib'ath lana rajulan min ashabika tardahu lana liyahkuma fi amwalina ikhtalafna fa inna fikum rijalan mardiyuna. Ewe Muhammad, tunakuomba katika sahaba zako ututafutie sahaba mmoja uliyemridhia, utulete sisi. Nyinyi wako watu tuliowaridhia, wako watu walioridhiwa, na tunakuomba kwa hili Muhammad. Mtume akawaambia wale Wakristo waliokuja pale, ituni bil ashiya ab'ath lakum al-qawiy al-amin, njoni mchana nitakuleteeni mtu ambaye ni mwaminifu alafu ana nguvu mno. Wakati wameambiwa maneno haya, hao maansari wakaenda zao. Kumbe Mtume anasema hivi, alikuwepo pembeni ya Mtume Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, na Umar akasikia kile alichokisema Mtume, huyu atakayepelekwa kwa Manasara kwenda kuhukumu wanayohitilafiana katika mali zao, mtu huyo ana sifa mbili. Kwanza ni mwaminifu, la pili ana nguvu. Sayyiduna Umar anasema, wallahi ma kuntu uhibbu al-imarata qattu yawman fi hayati mundu yawmaidhin sami'tu tilka an-ni'ma min tilka an-na'at min fami rasulillah. Anasema sikuwahi kupenda madaraka hata siku moja, kutoka siku zile nimesikia yale zile sifa mbili kutoka kwa Mtume, anazitaja mwaminifu na nguvu. Sayyidina Umar anasema nikazitamani zile sifa, huyo mtu atakayepelekwa huko awe ni mimi. Umar anasema farahtu ila salati dhuhri bukra, nikaenda katika sala ya dhuhuri mapema mno. Nilipofika pale, fadakhala Rasulullah ilaina, Mtume akaingia, fasalla bina, akatusalisha. Falamma qada as-sala, alipomaliza kusali Mtume akainuka akawa anawatizama sahaba zake. Umar anasema nilipomwona Mtume anageuza kichwa chake kulia na kushoto, nikajua anamtafuta huyo mtu ambaye ana hizo sifa mbili, mwaminifu alafu ana nguvu. Umar anasema fa ataltu ra'si kay yarani, nikawa nainua kichwa changu ili Mtume apate kuniona mimi hapa Rasulullah, huyo mtu mwaminifu na huyo mtu mwenye nguvu ni mimi, bilisani hali ya Umar. Mpaka Mtume akamwona Sayyidina Abu Ubaida, akamwambia ta'ali ya Abu Ubaida, njoo ya Abu Ubaida. Sayyidina Abu Ubaida akaenda kwa Mtume akamwambia, ukhruj ma'ahum fahkum bil haqqi fi amwalihim ikhtalafu. Unaona hao mabwana Manasara waliokuja wanakhitalafiana katika mali zao, Abu Ubaida nenda kahukumu katika mali zao wanazokhitalafiana, ila fanya hivyo kwa haki. Umar anasema fadhahaba bidhalika Abu Ubaida, amepata sifa mbili kutoka kwa Mtume. Kwanza ni mwaminifu, lakini la pili ni mtu ambaye ana nguvu. Kwa hiyo mtu akiwa na sifa hizi ana uwezo wa kujitengenezea mazingira mazuri pahala pazuri. Mtu akiwa na sifa hizi, pengine ni mfanyakazi katika sehemu fulani, labda pengine ni mfanyabiashara, labda pengine anafanya kazi ofisini, labda pengine ni mtu anapenda aonekane ni mwaminifu katika umma. Akiwa hana hizi sifa, jamii itamchagua katika khairi na itampenda katika kila namna na kila matendo yake atakayofanya, kwa sababu ni mwaminifu, lakini la pili ana nguvu. Nikupeni kisa cha mwisho juu ya kusisitiza na kukuonyesha suala la uaminifu kwenye maisha yetu. Haya ni kila kitu. Acha kuwadanganya watu, acha kuwa mkhaini, acha mambo ya vitimbi na kuwaramba watu visogo. Tekeleza mambo yanayokupasa mahala
kuhusu. Wallahi yote tunamjua, sote tunamfahamu Nabiyullah Musa alayhi salatu wassalam. Nabii Musa tukumbuke aliua pale Misri. Alipoua Nabii Musa, habari yake ile aliyokuwa kaificha ilikuja ikagundulikana na ikapelekwa mpaka kwa mtawala. Mtawala akasema naomba akamatwe Musa popote pale alipo. Kuna mmoja miongoni mwa maskari wa mtawala wa ardhini alikuwa ni Firauni, akatoka askari yule kumfuata Nabii Musa akamwambia, innal malaa yatamiruna bika liyaktuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Musa, toka hapa, huyu Firauni amekaa huku ndani, ameshakusanya jeshi, wanataka kuja kukukamata wakuue. Ondoka na kunasih Musa. Nabii Musa fakharaja minha khaifan yatarqab. Anaondoka pale ana hofu, hajui hata ni wapi pa kukimbilia. Anapenya vichochoro vya ardhi ya Misri mpaka kaimaliza ardhi ya Misri na akatoweka katika ardhi ya Misri. Lakini kumbuka, Musa kazaliwa Misri, kakuwa Misri, hana jamaa yeyote nje ya ardhi ya Misri. Anapokwenda hata hapajui, anapokimbilia wala hapafahamu. Lakini ala kulli hali Musa anakwenda. Wallahi alazim watukufu Islam, Sayyiduna Musa akamwambia Mola wake, ra'sa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil, huenda Mola wangu akaniongoza mimi katika njia iliyokuwa sawa. Lakini wapi alipokuwa anaelekea? Falamma tawajjaha tilqa'a Madyan, alikuwa anaelekea Madyan, ala hafajui anapokwenda. Akafika mahala akachoka kwa mwendo mrefu, akafika mahala amepatwa na kiu kutokana na jua kale lilokuwa kitembea nalo. Akaona kisima, Nabii Musa akakisogelea kisima kile, akataka kunywa maji yake. Fawajada alipofika pale akakutana na umma minan nas yasqun, watu wengi wananyoshesha wanyama wao. Basi Saidina Musa akatulia pembeni, lakini akitizama vizuri waliokusanyika pale akakutana na mabinti wawili. Qala ma qabbukuma, Musa anawauliza muna nini nyinyi? Qalat la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir, sisi hatuwezi kunyoshesha hawa wanyama wetu mpaka ili funiko lililofunikwa hapa liondolewe, na baba yetu sisi mtu mzima, kazi hizi haziwezi tena. Nabii Musa akawahurumia, fasaqa lahuma, akawanywesha. Thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Alipomaliza kuwanywesha, Nabii Musa akaondoka, na baada ya kunywa maji akaenda mahala akakaa kitabu akimwambia, Mola wangu, mimi nilipo hapa nahitaji khairi yako, lakini wallahi sina pa kufikia, ni fukara. Wallahi mabinti waliporudi mapema siku hiyo, baba yao akauliza, nani kakusaidieni mpaka mmerudi mapema hapa? Mbona hivyo? Ma qabbukuma, wakamtaja kijana huyu mzuri ambaye walikutana naye. Baba akasema, kijana huyu nataka aletwe hapa mara moja. Wallahi faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya, kaja binti mmoja katika wale wawili alikutana na Musa akitembea kwa mwendo wa haya. Akifika pale anamwambia, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana, baba anakuita akakulipe ujira wa kile ulichotufanyia. Nabii Musa akaona hii ndio njia aliyomuomba Mungu na sasa kashanyoshea. Akasimama, falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la taqaf najabta ila alqawmi adh-dhalimin. Alipofika Nabii Musa akatoa kisa chake kilichomfukuzisha na kilichomtoa katika ardhi ya Misri, akaambia usihofie, hapa umepata salama na umeokoka na vitimbi vya kila dhalim. Basi binti mmoja katika wale wawili akasema, ya abati istajirhu, baba muajiri huyu, inna khayra man istajarta, hakika mbora muajiri utakayemwajiri. Sikiliza sifa alizozitaja binti huyu, anasema alqawiyul amin. Sifa nambari moja ni muaminifu, lakini sifa nambari mbili ana nguvu. Ya Rabbi, kijana huyu babangu, kijana huyu ana hizo sifa zote, basi muajiri babangu. Baba akaona kuna khairi kwa kijana huyu, akamwelekea akamwambia, inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn, nataka nikuwezeshe binti yangu mmoja katika hawa wawili, ala an ta'jurani 8 hijaj, lakini nifanyie kazi kwa muda wa miaka 8. ala an ta'jurani 8 hijaj fa in atmamta 10 fa min 'indik, ukikamilisha 10 juu yako. Wama uridu an ashuqa alayka, satajiduni insha Allah min as-sabirin, sitakufanyia shida na utanikuta mimi katika wema. Nabii Musa akasema, dhalika baini wa bainaka ayyama al-ajalaini qadaytu fala udwana alayk wallahu ala ma naqulu wakil. Ona Nabii Musa hapa kwa sifa ya uaminifu. Kwanza kumbuka kule aliwasaidia wale mabinti, alifanya msaada, hakutarajia pesa wala akatarajia msaada, ilhali Nabii Musa yote alikuwa anahitajia hivyo, ila hakuwaomba wao. Na ndio maana Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anasema, wala tamnun tastakthir, usifanye jambo ukatarajia kingi, wali rabbika fasbir, msubirie Mungu wako, yeye Allah ndo anajua wewe ulipo kiasi gani. Fanya mazuri tu, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Wewe fanya mazuri tu, Mungu ndo anajua atakulipa kwa kiasi gani. Kama watu wangeuliwa, lakini kaenda mahala asipopajua, ila kaenda na sifa yake ya uaminifu na Allah kamuongoza. Alipofika pale kapata mke, la pili kapata kazi, la tatu kapata makazi ya
umezaliwa kwa tabia ya uaminifu. Aliwi alipata vitu vingi. Rudi leo nyumbani kwako, rudi kwenye maskani yako, rudi kwenye biashara zako, rudi kwenye ofisi yako, nenda kafanye uaminifu. Wallahi ukifanya hivyo mwaka mmoja, nusu mwaka, miezi, uifahamu wewe na watu wakaona uaminifu wako, wallahi utakuja kupata cha ziada ambacho utakuja kukumbuka hichi ambacho nazungumza katika mambo hii. Na wakati huu utakumbuka kwa sifa ya uaminifu. Wewe pengine utajenga nyumba, wewe pengine utanunua gari, wewe pengine utaongeza kipato, wewe pengine utaoa, wewe pengine utaolewa, wewe kwa sifa ya uaminifu vyote utavipata. وإلى هذا القدر أقف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.